mmefanya kazi kubwa sana ya kuokoa uhai wa Tanzania. Wakati sisi tumelala, nyie mko hospitalini mnafanya kazi. Naomba nirudie, wakati Watanzania wenzenu wamelala, nyie mnafanya kazi, mnaita usiku hata wa saa 9, saa 10. Kwa hiyo mna kila sababu ya kusherehekea siku hii. Tunafahamu kwamba nyie ni binadamu, sio mashine, sio maroboti, mnachoka. Kwa hiyo mnapokutana kama siku ya leo, kwa kweli ni jambo ambalo inabidi tumshukuru Mungu, mserebuke, mfurahi ili muondoe mastresi yenu. Jambo la msingi sana kama ambavyo ameongea mganga mkuu, kutokana na uadilifu mkubwa mlionao, kutokana na kujituma kwenu, kutokana na weledi wenu mkubwa wa kazi, tumeona matunda makubwa, matokeo makubwa, mapinduzi makubwa katika hospitali yetu ya Kikwete. Hongereni sana. Naomba nirejee maneno ya marehemu mama yetu mpendwa, Mama Jenista, alipokuja mkoani kwetu mwaka jana. Moi alikupongeza sana. Naomba usimame. Moi alikupongeza na aliwapongeza nyie, mkuwepo kwenye kile kikao. Aliwapongeza sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Basi tuendelee kufanya kazi kwa uadilifu, tutumie lugha nzuri kuhudumia wagonjwa, tutunze siri za wagonjwa na masuala mengine yote ambayo mnasisitizwa katika taaluma zenu. Lakini juu yenu nyie, wewe ni daktari, unapotoa huduma, juu yako wewe yupo Mungu. Juu yako wewe yupo Mungu. Na usipotambua kwamba juu yako wewe yupo Mungu, nguvu yako ya kumponya mgonjwa, nguvu yako ya kumsaidia mgonjwa inashuka. Na kwa waumini wazuri wa Kikristo na wa Kiislamu wananielewa ninavyozungumza hivyo. Nitoe mistari michache kwenye Biblia. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4:23 hadi 24, Yesu aliponya ugonjwa na madhaifu ya kila namna. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ukimshirikisha katika kazi yako, ile nguvu inakuwa ni nguvu ya ziada. Lakini katika kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 34, Yesu akamwambia yule binti, imani yako imekuponya, enenda kwa amani. Sasa tunachosisitiza hapa, jambo la msingi, tujue kwamba Mwenyezi Mungu ndiye juu ya yote na aendelee kututunza sisi, na Mungu awabariki katika kazi yenu, muweze kufanikiwa sana. Kila mmoja atathmini alivyofanya vizuri mwaka jana, yale maeneo aliyokosea aweze kujipanga vizuri katika mwaka huu, katika jitihada za kufanya Watanzania watabasamu kama Mheshimiwa Rais wetu anavyotuagiza. Sasa mimi naomba niwapongeze. Kwenye taarifa ya MOI tumeona mambo mazuri sana, na sababu mojawapo nimechelewa kidogo kufika. Mimi ni mchumi, nilikuwa napitia taarifa haraka, nilikuwa nachambua, nilikuwa kwenye uchambuzi, na uchambuzi wangu umetoa matokeo kama ifuatavyo. Katika mwaka 23-24 tulikuwa na stahiki zenye thamani ya milioni 389 na laki mbili kati ya deni la milioni 540, na katika mwaka 24-25
Tuna stahiki za bilioni 1, lakini stahiki zilizolipwa ni bilioni 1 milioni 8,613,575 kati ya deni la bilioni 1.4. Sasa ukiangalia takwimu hizi utaona kwamba chini ya uongozi wa Moi ameongeza jitihada za kulipa stahiki. Naomba tumpongeze. Na naamini kabisa Moi anaweza kulipa. Ukiangalia mwenendo huu, tukiweka mkakati, kwa sababu hili Raimo linahitaji kuweka mkakati, tukiweka mkakati, action plan ya kulipa, tunalipa vizuri kabisa bila shida. Jambo jingine ambalo limenifurahisha, kuna ongezeko kubwa sana la wagonjwa kama alivyosema Moi, na sasa hivi tunaongelea wagonjwa 132,220, si ndio? Wameongezeka sana kututembelea hapo Kitete. Hii inaonyesha kwamba mmebadilika. Jamani, huwa sisi tunazungumza kwa takwimu. Mmebadilika, mnatoa huduma bora, ndio sababu wananchi wanavutiwa na huduma mnazotoa. Na indiketa nyingine, malalamiko yamepungua kutoka 80 23-24 hadi malalamiko 16-24-25. Kitengo cha huduma kwa wateja, hebu naomba wasimame. Hongereni sana.